Alilala barabarani kukiwa na baridi kali. Yeye alilala kwenye jumba lenye vyumba 10. Alitegemea sadaka. Yeye alitumia maelfu ya dola kwa chakula cha jioni tu. Lakini kwenye barabara tulivu nje ya jiji la Dar es Salaam, maisha yao yalikutana, na tendo moja dogo la wema lilianzisha mlolongo wa matukio uliobadilisha kila kitu. Hii si hadithi ya mapenzi tu. Ni hadithi ya jinsi maskini alimuokoa tajiri, na bila kujua akawa hatima ya maisha yake. Ilikuwa ni saa 1:18 jioni. Jua lilikuwa linaelekea kutua taratibu nyuma ya vilima vya Mkombozi, likizipaka kwa rangi ya dhahabu na machungwa, kama vile mbinguni palikuwa na moto unaowaka polepole. Upepo mwanana wa bahari ulikuwa unavuma kwa upole, ukitikisa matawi ya miti pembeni ya barabara ya pwani, na mawimbi ya bahari yalikuwa yanagonga miamba kwa sauti ya taratibu iliyokuwa kama wimbo wa faraja. Ndani ya gari lake la kifahari, Ethan Wilson alikuwa amekaa nyuma ya usukani, mkono mmoja ukiushika kwa ulegevu, huku mwingine ukiwa umeegemea kwenye paja lake. Macho yake alikuwa yamechoka. Siku yake ilikuwa ndefu. Mikutano isiyoisha, simu nyingi, maamuzi mazito ya mabilioni ya dola na tabasamu za kujilazimisha zilikuwa zimemchosha. Akavuta pumzi ndefu, akaachia polepole. Kisha akajinong'oneza, naomba leo nifike nyumbani kwa amani, hata kwa dakika chache tu. Lakini kabla hajamaliza neno hilo moyoni, gari lake lilitetemeka ghafla, kana kwamba lilikuwa limegongwa na mkono usioonekana. Usukani ulitetemeka mikononi mwake. Ndani ya sekunde chache, taa za dashboard zilianza kuwaka moja baada ya nyingine, zikitoa mwanga wa onyo mwekundu na wa njano, kama macho yanayomwangalia gizani. Alikanyaga gesi kwa upole, lakini badala ya kasi kuongezeka, gari lilianza kupungua mwendo taratibu, likitoa sauti ya ajabu ya mgongano wa chuma, sauti iliyosikika kama kitu kinacholia kwa maumivu. Moyo wake ukadunda kwa kasi. Hapana, si leo, tafadhali si leo, alinong'ona kwa sauti ya hofu. Kabla hajafanya chochote zaidi, kimya kizito kikatanda ndani ya gari. Mziki ukakatika ghafla, mwangaza wa skrini ukazima, na gari lake la kifahari, ambalo thamani yake ilikuwa zaidi ya kile ambacho watu wengi wangekipata maisha yao yote, likasimama kabisa pembeni ya barabara. Hakuna sauti, hakuna mwanga, hakuna mwitikio. Ethan aliketi pale kwa sekunde kadhaa, akitazama usukani kama mtu aliyepotea ndotoni. Alijaribu kuwasha tena. Hakuna kilichotokea. Alitoa simu yake mfukoni. Akaangalia juu ya skrini. Hakuna mtandao. Aligeuza kichwa chake kushoto na kulia. Barabara ilikuwa tupu. Hakuna gari lililopita. Hakuna mwanga wa maduka. Hakuna sauti za watu. Kulikuwa na upepo, bahari, na yeye peke yake. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake yote ya mafanikio na nguvu, Ethan alihisi kile ambacho hakuwahi kukijua vizuri. Alihisi hana msaada kabisa. Kwa mbali kabisa, kwenye ule ukungu mwepesi wa jioni, alionekana msichana akitembea polepole kando kando ya barabara ya pwani, hatua zake zikiwa nzito kana kwamba kila hatua ilikuwa inabeba uzito wa maisha aliyokuwa ameishi. Alikuwa akitembea akiwa ameinamisha kichwa, macho yake yakitazama ardhini kama mtu anayehesabu kila jiwe alilokanyaga. Sweta aliyokuwa amevaa ilikuwa nyembamba, imepauka rangi kwa kufuliwa mara nyingi, na ilikuwa imelegea kwenye mabega yake madogo kana kwamba ilikuwa kubwa kuliko mwili wake. Viatu vyake vilikuwa vimechakaa vibaya, sehemu ya chini ikiwa imeanza kupasuka, na kila alipokanyaga, sauti ndogo ya mpira uliopasuka ilikuwa ikisikika. Mikono yake ilikuwa imekumbatia mfuko wake mdogo mweusi, ule uliokuwa umebeba vitu vyake vyote muhimu, kipande cha sabuni, kikombe kidogo na nguo moja ya ziada. Lakini pamoja na umaskini wake wote, kulikuwa na kitu kilichong'aa ndani ya macho yake. Kulikuwa na upole, utulivu na uvumilivu uliokataa kuzimwa na mateso. Neema alikuwa akirudi kutoka kutafuta kazi za kusafisha nyumba na maduka kwenye maeneo ya karibu.
Safari yake ilikuwa ndefu, miguu yake ilikuwa imechoka, na jibu alilopata siku nzima lilikuwa lile lile: hakuna kazi. Alipofika karibu na gari la kifahari liliokuwa limesimama pembeni ya barabara, alisita kidogo. Aliangalia injini iliyofunguliwa, aliangalia yule mwanamume aliyesimama karibu na gari. Moyo wake ukapiga hatua mbili kwa haraka. Aliwaza, watu kama hawa hunidharau, watanifukuza. Miguu yake ikataka kusogea mbele, lakini akili yake ikamwambia arudi nyuma. Lakini moyo wake, ule moyo ambao ulikuwa haujawahi kufa hata baada ya njaa, baridi na fedheha, ulimnongoneza kwa upole, simama, uliza, saidia. Neema akavuta pumzi ndefu, akajisogeza hatua moja mbele, kisha kwa sauti ya heshima na upole uliojaa woga, akasema, samahani, uko sawa? Neema alisogea karibu na gari taratibu, kana kwamba alikuwa anaingia kwenye mahali pa heshima kubwa. Aliinama kidogo, akatazama ndani ya injini iliyokuwa bado inatoa joto jepesi. Macho yake yalitembea polepole juu ya waya, mabomba na sehemu za chuma zilizojaa ndani ya injini hiyo ya kifahari, kama mtu anayesoma ramani ya kitu anachokijua vizuri. Hakugusa chochote mara moja. Alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, akisikiliza sauti ya upepo, akitazama kwa makini kila kitu, kana kwamba alikuwa anazungumza na injini ile kimoyomoyo. Ethan alimtazama kwa mashaka. Lakini ndani ya sekunde chache, Neema alinyanyua mkono wake na kugusa kwa upole waya mdogo uliokuwa karibu na betri. Waya huo ulikuwa umeachia kidogo, ukining'inia kana kwamba ulikuwa umechoka na safari ndefu. Neema akaushika kwa vidole vyake, akausogeza taratibu, kisha akausukuma mpaka ukakaa mahali pake vizuri. Alipomaliza, akaondoa mikono yake polepole, akapiga vumbi kwenye sweta yake, kisha akainua macho yake na kusema kwa sauti ya heshima, jaribu sasa. Ethan alikaa ndani ya gari kwa wasiwasi. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi. Aliingiza ufunguo, akavuta pumzi, kisha akageuza. Kwa mshindo mdogo wa kielektroniki, skrini ya dashboard ikawaka tena. Mwangaza wa ndani ya gari ukarudi, na ndani ya sekunde chache, injini ikatoa sauti laini ya kuamka kana kwamba ilikuwa imelala kwa muda mrefu. Gari likarudi kwenye uhai. Ethan alifungua mlango kwa haraka, akashuka nje, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Aliangalia injini, akaangalia Neema, kisha akacheka kwa sauti ya kushangaa. Umefanya maajabu kweli. Alitoa pochi yake haraka, akachukua noti kadhaa za dola, akazishika mbele yake kwa mikono inayotetemeka kidogo. Tafadhali chukua hizi, umeniokoa. Lakini Neema akatikisa kichwa chake polepole, akirudisha mikono yake nyuma. Alitabasamu kwa unyenyekevu, macho yake yakiwa tulivu, kisha akasema kwa sauti laini lakini yenye nguvu, sikukusaidia kwa pesa, nilisaidia kwa sababu niliweza kusaidia. Jina yako nani? Neema. Akampa kadi. Njoo kesho ofisini kwangu. Alipoondoka, Ethan alihisi kitu kipya moyoni, tumaini. Neema hakulala kabisa usiku ule. Alikuwa akishika kadi ya biashara mfukuni mwake kama mtu anayeshika tiketi ya maisha mapya. Asubuhi kulipokucha, ukungu mwepesi ulitanda barabarani. Alisimama chini ya daraja, akajifunga sweta yake vizuri, kisha akaanza kutembea. Alitembea zaidi ya saa 2. Miguu ilimuuma, tumbo lilimguruma, lakini hakuacha. Kata Dynamics ilisimama kama jumba la kioo, mageti makubwa, walinzi wawili. Neema alisimama mbele yao akiwa na wasiwasi. Naomba nimuone Bwana Ethan Wilson, alisema kwa sauti ya adabu. Walinzi wakacheka. Hapa sio mahali pa watu kama wewe. Neema akaonesha kadi, lakini walimfukuza. Machozi yakamjaa, lakini hakusogea. Juu ghorofa ya 27, Ethan alipokea ujumbe. Kuna mwanamke wa mitaani analeta vurugu getini. Moyo wake ukaruka. Akakimbia kushuka ngazi kama chizi. Akatoka nje kwa kasi. Mwacheni aingie, ni mgeni wangu, aliwaambia wale walinzi wawili. Ndani ya jengo, Neema alihisi kama yuko kwenye sayari nyingine. Marumaru sakafuni, harufu nzuri hewani. Ethan akampa maji. Alimuuliza, unaishi wapi? Akasema kwa sauti ya chini, chini ya daraja. Ethan akameza mate, kisha akasema,
nataka nikupe kazi, chumba cha kulala, pamoja na kukupeleka shule kusoma. Neema akalia kwa uchungu. Kwa nini mimi? Kwa sababu una moyo safi, Ethan alisema. Kuanzia siku ile, Neema alipoanza kazi Carter Dynamics, maisha yake yakaanza kubadilika pole pole. Kila asubuhi alikuwa anaamka kabla hata ya kengele ya saa haijalia. Aliosha uso wake kwa maji baridi, akavaa sare yake ya kazi iliyokuwa na alama ya kampuni. Kisha akasimama mbele ya kioo kidogo chumbani kwake, akijitazama kwa mshangao. Hakuwa anaamini kuwa ni yeye, msichana aliyekuwa amelala chini ya daraja miezi michache iliyopita. Lakini sasa alikuwa anaishi kwenye chumba chenye kitanda halisi, blanketi safi na taa ya meza. Aliweka mikono kifuani, akavuta pumzi ndefu na kujiambia, hii ni kweli, hii ni kweli. Neema hakuwa mfanyakazi wa kawaida. Alikuwa anafanya kazi yake kwa unyenyekevu na kwa bidii isiyoelezeka. Aliwasalimu wafanyakazi wote kwa tabasamu. Aliwasaidia hata wale waliomkazia macho kwa dharau. Aliweka zana vizuri, alifagia sakafu hadi ing'ae, alijitolea kubeba mizigo mizito bila kulalamika. Na kila alipokuwa akifanya kazi, macho ya Ethan yalikuwa yakimfuatilia kwa mbali. Wengine walimuona, walianza kujiuliza, kwa nini boss anampenda huyu sana? Mbona anaongea naye sana? Huyu si mfanyakazi wa kawaida. Maneno yakaanza kusambaa. Wengine wakasema, labda kwa kuwa anajifanya mnyenyekevu, labda ana mpango wake, labda ana mpango wa kuiba pesa. Neema hakuwa anajua mengi, lakini alianza kuona tabia zinabadilika. Salamu zikapungua, tabasamu zikapotea, macho yakaanza kuwa makali. Siku moja mchana, Neema alikuwa akifagia karibu na ofisi ya masoko. Mwanamke mrefu aliyevaa suti ya gharama kubwa akasimama mbele yake. Jina lake aliitwa Vanessa Cole. Sauti yake ilikuwa laini, lakini macho yake yalikuwa baridi. Unajua, unaonekana sana siku hizi, Vanessa alisema. Neema akanyanyua macho. Nafanya kazi yangu tu. Vanessa akatabasamu kwa dharau. Usijidanganye, unajua vizuri kwa nini unaonekana. Neema akainamisha kichwa chake. Sijafanya chochote kibaya. Vanessa akacheka kidogo. Tutaona. Siku 2 baadaye, umeme ukakatika ghafla kwenye jengo la Carter Dynamics. Kompyuta zikazima, mikutano ikasimama. Wahandisi wakaanza kukimbizana huku na kule. Neema alipita taratibu akiwa na ufagio mkononi. Akasimama, akatazama, akaona kitu kisicho sawa. Akasema kwa heshima, naomba nijaribu. Wakamcheka, lakini alipata tatizo. Akarekebisha kichujio cha mafuta na jenereta ikawaka tena. Watu wakashangaa. Ethan alikuwa juu kwenye balkoni akitazama kila kitu. Moyo wake ukajaa fahari. Kuanzia siku hiyo, Ethan alianza kumtafuta Neema mara kwa mara. Umesoma vipi leo? Ulikula? Unahitaji chochote? Neema alifikiri ni ukarimu tu, lakini wengine waliona tofauti. Vanessa aliona na akaanza kupanga njama za kumwangamiza Neema. Vanessa hakufanya haraka. Alikaa kimya. Alitabasamu kwa watu, lakini ndani ya moyo wake alishika chuki kama moto unaowaka taratibu. Aliamini Neema alikuwa amechukua kile alichostahili. Kila mara alipomwona Ethan akizungumza na Neema, kifua chake kilikuwa kinaungua kwa wivu. Alijisemea moyoni, siwezi kukubali hili litokee. Siku moja jioni, baada ya wafanyakazi wengi kuondoka, Vanessa alirudi ofisini kimya kimya. Alihakikisha kamera za usalama ziko mbali na eneo moja la kuhifadhia nyaraka muhimu. Alichukua kifaa kidogo cha USB kilichojaa mikataba ya siri ya kampuni. Akitazama huku na kule, akaelekea moja kwa moja kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wafanyakazi wa matengenezo. Alifungua kabati la Neema, akaweka USB pale ndani. Akatabasamu. Kisha akaondoka kama hakukuwa na kilichotokea. Asubuhi iliyofuata, Neema aliingia kazini akiwa na tabasamu lake la kawaida. Lakini muda si muda, walinzi wa kampuni walimfuata. Neema, tafadhali tuongozane. Alishangaa. Ni nini kimefanyika? Hakupata jibu.
Walipofika mbele ya wafanyakazi wote, wakafungua kabati lake. Wakatoa USB. Sauti za mshangao zikajaa. Vanessa akasimama nyuma, mikono yake ikiwa kifuani. "Nilisema huyu ni jambazi," alisema kwa sauti ya juu. Neema alitetemeka. "Sijawahi kuona hiyo kitu." Lakini hakuna aliyemsikiliza. Walimtoa nje. Wengine wakapiga picha. Wengine wakamcheka. Moyo wa Neema ukavunjika vipande vipande. Neema aliketi nje ya jengo, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Akarudisha sweta yake ya zamani. Akarudi kuwa yule msichana wa chini ya daraja. Akanongona, "Mungu, kwa nini imekuwa ghafla hivi?" Ethan alipofika, aliona vurugu. Aliambiwa kilichotokea. Alipotoka nje, alimwona Neema akiwa amekaa chini na kichwa chake kimeinamia chini. Moyo wake ukapasuka. "Neema," alimuita. "Wanasema mimi ni jambazi." Neema alilia. Ethan akamuinua. Kisha akamwambia, "Mimi nakuamini, huwezi fanya hivyo." Ethan aliomba rekodi za kamera. Akachunguza kwa makini futeji zote. Akamwona Vanessa wakati anaingia chumba cha kubadilishia nguo wafanyakazi. Akili ikamjia kufuatilia kwa ukaribu. Ndipo alipogundua ukweli. Vanessa ndiye aliyeweka ile flash kwenye kabati ya Neema. Vanessa akakamatwa. Aliomba msamaha, lakini Neema tayari alikuwa ameumizwa. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Vanessa alikuwa ameondolewa, lakini Neema bado alikuwa amesimama pale nje, macho yake yakiwa mekundu. Alihisi kana kwamba dunia ilikuwa imemchoka. Ethan alimkaribia polepole, kama mtu anayemkaribia ndege aliyojeruhiwa. "Neema," alisema kwa sauti ya upole. Alimwangalia kwa macho yenye hofu. Ethan akaweka mkono wake juu ya kifua chake. "Moyo wangu umeshajua na sitakuruhusu umizwe tena." Akavuta pumzi ndefu. "Neema, sikukusaidia kwa huruma tu, bali unastahili. Na sasa natamani uwe karibu yangu zaidi." Neema alilia. "Lakini mimi ni nani?" "Wewe ni hatima yangu," Ethan alisema. Ethan alimpatia Neema chumba kipya salama. Akamwandikisha chuoni. Akamlipia masomo. Neema alipopokea barua ya udahili, mikono ikitetemeka, akapiga magoti. "Mungu, asante." Miezi ikapita. Neema akawa msichana mwenye kujiamini, lakini hakuwahi kupoteza unyenyekevu wake. Aliendelea kuwasaidia waliodhulumiwa. Siku moja, Ethan alimpeleka Neema pale walipokutana mara ya kwanza. Akatoa pete. "Nilikuwa nimepotea, ukanipata. Utakuwa mke wangu?" Neema alilia. "Ndiyo." Mwaka mmoja baadaye, walifungua kituo cha kuwasaidia wanawake wasio na makazi. Neema alisema, "Kama unahisi umesahauliwa, hatima yako bado iko njiani." Kama hadithi hii imegusa moyo wako, subscribe kwenye channel yetu Simulizi Afrika, kwa sababu hatima yako inaweza kuwa kwenye video inayofuata.